Yesi, uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa simulizi zetu. Hii ni simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rehema. Matumai upo salama kabisa. Mwenyezi Mungu amekupa afya. Karibu ungana nami, jina langu Vasco Sagwile, ukipenda niite Mr. Kingvam. Na leo tupo kipande cha pili. Hii ni Vam TV, ungana nami mwanzo mwisho kuhakikisha unaipata hii simulizi vizuri. Kwa wale ambao tulikuwa nao kipande cha kwanza, basi naweza kuwakumbusha kwamba Rehema alipofika jijini Mbeya alishangaa sana kuona mume wake anaishi katika chumba kimoja, afu kuna kitanda tu, kiti hakuna. Licha ya kuonekana kuwa ni mtu mwenye pesa nyingi sana, ilimshangaza sana. Na mume wake alikuwa anaishi mitaa ya Soweto. Basi wale wanaoishi mitaa hiyo ya Soweto mtakuwa mnanipata vizuri. Tuende tuanze na kuendelea kipande cha pili. Jambo moja muhimu, hakikisha una like na kutoa maoni yako ili tuwe wote katika simulizi mbalimbali. Nikajiwazia sana usiku ule, lakini nikasema nitapambana, maana nishaolewa na jamaa anaonekana ananipenda vizuri tu, acha nivumilie. Basi nikalala. Kesho yake nikawahi kuamka, nikaingia nikakinga maji ya kuoga katika jiko la mafuta, nikawasha mkaa wangu, nikapika chapati fasta na chai, nikanyosha nguo, nikamwamsha awahi. Mudi akaamka, ila bado akagoma kuoga. Nikambembeleza kuwa tukaoge wote, akakubali. Tukaenda kuoga. Tukiwa bafuni, anauliza, mke wangu, ulionaje mechi ya jana? Ulienjoy? Maana nimekugonga kisawasawa. Mie nikajiwazia, kwa mechi gani we mwanaume? Lakini nikajibu, ndio baby, nilienjoy sana. Nilimpa moyo tu, akafurahi, akasema nikikufikisha Nikamwambia ndio mume wangu, yani wewe kiboko yangu, mpenzi wangu. No. Akanikumbatia, akanibusu shavuni, akanigeuza, akaniambia inama. Inama. Akanikunja kwa nguvu, nusu nipige kelele kwa maumivu, tena vile nina tako kubwa. Nikahisi natekenywa tu kwenye uvungu wa makalio. Akajionyesha kidogo tu, mara tena akanigandia hapo hapo. Ikabidi nilie uongo kama na enjoy vile, kumbe hakuna kitu. Tukaoga, tukatoka. Akavaa, alipendeza, maana nguo safi sana zimenyoka. Tukanywa chai, akaita pikipiki, akaenda zake kazini. Siku hiyo hakuniachia hela, vile mboga ipo na kila kitu. Sikuona tabu mchana. Nikachati na besti yangu Salma. Akauliza, vipi ndoa? Nikamwambia na enjoy sana. Akauliza, vipi kitandani huyo mme? Maana kitambi ndo kikubwa besti. Nikamwambia jamaa yuko vizuri sana tu na enjoy, kumbe na ficha tu ukweli. Nilivyomaliza na Salma, nikampigia mama, akasema vitu vyenu tutume lini.
Nikamwambia nitampa jibu baada ya kuongea na mme wangu. Akauliza maisha ya huko vipi? Nikasema yapo vizuri. Basi tukaongea mengi, nikajifanya niko happy, lakini la moyoni nalijua mimi. Jioni alivyorudi kama kawa kuoga, tukara tukapanda kitandani. Nikamwambia, mme wangu samahani, nina jambo naomba tuzungumze nikuambie. Akasema niambie mke wangu. Kwanza leo nikuambiwa mke wangu nimesifiwa kazini kuwa, yani anasema nikuambie mke wangu leo nimesifiwa kazini kuwa nimeoa, nimebadilika sana, ninapendeza. Basi mie nikacheka tu, nikamwambia mme wangu, mama alipiga simu akauliza vitu watume lini. Sikumjibu, maana kwanza lazima nikueleze uniambie lini baba yangu. Pili, mme wangu, sasa hivi umeona pia ndugu wanaweza kuja na marafiki. Sasa chumba kimoja na vile vyombo vyetu vya send off na harusi vikija, na hisi havitatosha. Kama inawezekana tupate angalau nyumba kubwa. Mme wangu, ni wazo langu tu. Rehema anasema hilo ni wazo lake, wapate nyumba hata kubwa, ili ndugu wakija, marafiki waweze kupokelewa vizuri. Basi Mudi akasema, sawa mke wangu, wewe ndiye unajua mambo ya nyumba. Tena hapa kuna jamaa anaondoka, yule wa karibu ya geti, ana vyumba 3 na jiko la kupikia, tuchukue pale pale. Mimi nikamwambia sawa. Akasema mimi nyumba hii sitaki kuhama, maana mwenye nyumba ni mstaarabu sana, pia maji sio shida, na katika vile vyumba 3 tutakavyochukua kuna mita yake ya umeme inajitegemea. Nikamwambia sawa, asante mme wangu kwa kunielewa. Akasema, mke wangu, nafurahi kukuoa, unanipatia sana na enjoy mno. Kumbe ndoa tamu sana, na pia nafurahi ninavyokufikisha, nakupa kitu unaridhika. Mie nikajiwazia moyoni, kunifikisha wapi? Baba, sijawahi hisi kitu, ungejua. Lakini nikamjibu, asante mme wangu. Akasema, unanipenda mke wangu? Mie nikabana vidole kudanganya, nikasema nakupenda mme wangu sana. Hapo akanidandia. Nikasema hapana mme wangu, leo nataka nishughulike mimi, wewe tulia tu. Akacheka afu akasema sawa. Basi binti Rehema anasema nikapanda kwa juu, nikaishika usukani, nikawa na peluzi mwili wake. Yeye anagugumia tu, anasema baby, nipe mie tayari. Basi nikajiseti vizuri, nikashika kibao 100 hiyo kwa wale ndugu zetu, ni kibao 100. Jamani, hadi huruma, maana ni ndogo sana, lakini nikaielekeza kunako, nikakaa vizuri, nikahisi natekenywa tu, nikaanza miuno, lakini hata dakika 3 hazikufika, tayari huyu hapa kashafika. Akanivuta, akanikisi. Huyo anakoroma mie hapo kama
kava zote, nikatoka nje nikaenda jinawia maji baridi. Maisha zikapita siku, mie nikiendelea kufanya bila kuenjoy, na sikuwahi waza kumsaliti mume wangu. Basi tukahamia hiyo nyumba ingine. Vitu vikaletwa, maana ni kitanda na godoro, kabati la vyombo na vyombo vingi, majaba na ndoo, madishi, dressing table, mashuka, vitenge, blanketi. Maana na nguo zangu niliziacha zingine, nikatumiwa na vitu vingi. Mama akanitumia nazi nyingi na samaki wa bahari walioanikwa. Pia siku ya harusi tulipewa friji na ndugu za mme wangu. Ikaja nyumbani, ikaja kasoro sofa, nazo nikamwomba mme akatengeneze. Basi kukamea, nikawa na nyumba yangu, wapangaji wengi wakanipa zamu ya kufanya usafi chooni. Sikubisha, nikawa nafanya na usafi na kufagia uwanja. Hapo sina mazoea nao. Mume wangu alinipenda sana na kunihudumia, japo alikataa mimi kufanya shughuli yote ya kuingiza kipato zaidi ya kumjali yeye, na akawa anajua na enjoy sana penzi lake. Kumbe wala nahisi hata sijawahi tiwa naye kabisa. Ukapita mwaka, mie sina cha mimba wala nini. Mme akapata safari ya kikazi. Sasa pale nyumbani nilizoea kukaa ndani tu, nikitoka ni sokoni, tena machache, maana nanunua vitu vya jumla kajaza. Ndani kuna TV naangalia zangu, nikichoka na chati, maana mme alininunulia smartphone. Basi sasa dada mmoja jirani aliona mme hayupo, akagonga, nikafungua. Akasema, unapenda kujifungia sana, kwa nini na ushakuwa mwenyeji? Nikamwambia kawaida tu. Akasema, na shida sana na 10,000. Mwanangu anaumwa, sina hela, naomba uniazime nimnunulie dawa. Kwa vile nilikuwa na hela nikampa. Akasema, na kurudishia kesho. Mie haya, akaondoka zake. Kesho yake akaja tena, kanipa hela, akasema asante kwa kunisaidia, ila nimekupenda sana na hatukutegemea kama unaweza ishi muda mrefu na huyu Mudi. Maana alikuwa mlevi sana, analeta wanawake tofauti kila siku. Yeye anaoa na kuacha, yani ana ukorofi mwingi juu ya wanawake. Wanawake wanapigwa na maendeleo hataki, lakini kwako hadi maisha ya nyumba nzuri. Imependeza hivi kweli, kila shetani na mbuyu wake. Sisi tulikuwa tunakuonea sana huruma na kukuhesabia siku. Mimi nikamwambia dada alikuwa anaitwa Mama Debo, nikasema kila shetani na mbuyu wake kweli, kama ulivyosema. Mudi alikuwa hajapata tu mwanamke wa kumtuliza. Na Mama Debo akasema, usifikirie ni umbea au ni nini, uwe tu makini. Unajua mwanamke aliyezaa naye alikaa mwaka pia, lakini alikuja mpiga nusu ya kufa na kumfukuza. Sisi ndio tuliomsaidia. Nikasema kila shetani na mbuyu wake, sio lazima na mimi yanikute, ila asante kwa taarifa.
Rehema alisema asante kwa taarifa, japo maneno yale anasema yalimwingia. Na bado mama Debo akasema, na kuomba uwe tu makini, Mudi sio mtu, umembadilisha sana, amekuwa mtu anapendeza na ana mtazamo wa maisha, lakini kuwa makini, Masai huwa aachi asiri. Nikasema sawa. Basi akasema acha niende, ila ishi kwa akili na uwe unajiwekea akiba. Nikasema asante, akatoka. Nikawaza kumbe anakunywa pombe Mudi, maana chupa nilizokutaga nilizomuuliza akasema ni rafiki yake, alimuomba amlindie nyumba. Umalaya. Nikawaza leso na chupi, na kikubwa zaidi kumbe ana mtoto, alioa na hajawahi sema. Nikasema labda uongo, lakini nitajua tu. Basi baada ya wiki 2 akarudi akasema nimepata hera, unaonaje tukasalimia wazazi? Nikasema ila sawa, ila naomba pesa kidogo nikatibiwe, maana sijisikii vizuri. Akasema sawa, akanipa pesa. Nikaenda duka la dawa, nikanunua dawa chache kiasi, nikaweka M-Pesa, maana maneno ya mama Debo yaliniingia. Basi tukapanga safari, tukanunua mazawadi na mchere, tukaenda hapo. Nimependeza, maana alikuwa ananijali, kila ninachotaka na kipata. Tukafika kwao kesho yake, tukaenda nyumbani kwetu. Mama na baba walifurahi sana. Dajuli naye akanichangamkia sana na kunisifia nimependeza, nimenenepa. Basi hatukulala, nikarudi kwa wakwe. Baada ya siku 3 mme wangu akaniruhusu niende kwetu. Nikafurahi, nikaenda, tukaongea sana na mama na dada Juli. Akaomba msamaha sana kuwa tusahau yaliyopita, amejifunza. Mimi nikaona ujinga, nikamsamehe, si ni dada yangu wa damu. Rehema anaendelea kutuambia baba naye alifurahi sana. Nikalala. Kesho yake nikaenda kwa Salma, naye nilimletea zawadi, akafurahi. Mama yake pia akafurahi kuniona, akasema Salma naye kapata mchumba, naye anaolewa kesho kutwa. Nikashangaa, maana mimi hakuniambia. Nikauliza ndoa lini? Akasema ulisema unakuja, nilitaka usituke hivyo hivyo. Nikafurahi sana. Salma akanipa umbea wa Hemedi na Juri. Akasema Hemedi aliwahi mpiga sana Juri mbele za watu, maana Juri alikuwa anamfata na yeye toka umewakuta alikuwa hamtaki, yaani ilikuwa aibu. Nikasema muosha, naye kumbe kaoshwa. Akasema Hemedi anajilaumu hadi leo, tena yupo anasema Juri ni mchawi, maana alivyoingia naye katika mahusiano hajielewi, akajikuta tu ana kuchukia wewe. Mimi nikasema malaya tu yule, hana lile lolote. Tukajichekea, mie nikaaga, maana Salma haruhusiwi kutoka. Nikawaza nipite dukani nimnunulie mama vitu vya ndani. Jani nikaitwa Lei Wilehi. Sauti naijua. Nikageuka kuangalia, ni Hemedi. Yaani kazidi pendeza, moyo wangu
ukaenda mbio. Akanisalimia, nikajibu, akasema amefurahi kuniona. Akasema bado nakupenda Lei. Mimi nikamwambia nina haraka hapa. Niliogopa kusimama naye sana, japo moyo ulitamani na vile kupewa kitu vizuri sijawahi. Hemedi akaelewa, nikaondoka. Basi siku zikaenda, tukasherehekea harusi ya Salma, huku Juri kajiweka sana karibu na mimi. Kuna siku nilienda kuchota maji na mama, ile narudi nikamkuta Dajuri anaongea na mume wangu. Ni kama maongezi ya serious, maana mume wangu alikuwa anasikiliza kwa makini sana. Nilistuka. Tulipofika tu akatusalimia, ila kama hana furaha mume wangu. Akasema nimekuja kumfuata mke wangu, maana kesho safari. Mie kesho kutwa kazini. Mama akampigia baba simu, maana alitoka akarudi akaagwa. Mama na baba wakatupa baraka zao, tukaondoka kwenda ukweni. Mume wangu nilikuwa nikiongea anajibu shoti. Tukalala. Kesho yake tukarudi Mbeya. Mume wangu akaanza kubadilika, akaanza tabia ya kuchelewa sana kurudi nyumbani. Anarudi saa 5 usiku. Nikamuuliza, kila nikimuuliza anakuwa mkari. Anasema, huli wewe, huvai humu, kwani saa shida nini? Nilikuwa kutafuta uende choo. Mie nakuwa mpore, ila tabia ikaendelea. Siku moja Mudi alirudi saa 9 usiku. Mie nilikuwa nimelala, akagonga sana, nikachelewa kufungua, maana sikusikia na nilikuwa naumwa sana kama homa hivi, na alikuwa hapokei simu. Ile ameingia akasema, kwa nini umechelewa kufungua mlango? Maraya mkubwa wewe, ulikuwa na bwana humo kama kawaida yako, si ndio? Hapo ananuka pombe. Nikashangaa, nikamwambia mume wangu, yani umelewa? Akasema, nani kalewa? Umenitukana wewe mwanamke, mshenzi sana. Nakujali, nimekuoa, kila kitu nakupa, lakini maraya tu. Si akaanza kunipiga jamani. Nilikula kichapo cha haja, nikalia kwa nguvu. Majirani wakaja, akawafukuza na matusi. Hivi hamkomi kuingilia maisha ya watu? Nye wanafiki. Si niliwakataza nyie kuingilia maisha yangu kitambo? Huyu mke wangu nimetolea mahali kwao na ndoa juu nimegharamia. Au mimi nichangia nyie? Naweza mfanya nijisikiavyo. Tokeni kabla sijaua mtu hapa. Majirani wakatoka. Mume wangu akanifungia kwa nje, afu yeye akaondoka zake. Je, nini kimembadilisha mume wangu? Mbona hakuwa hivi? Nilijiuliza sana juu ya Dajuri. Mama Debo akaja
dirishani. Akasema, pole sana Lehi. Nikasema asante. Akaniuliza, hujaumia sana mdogo wangu? Nikasema hapana dada, sijaumia sana. Akasema pole sana mdogo wangu. Nikashukuru huku nalia. Nimepigwa, nilikuwa na homa, nakosa sirioni, hapo uso unauma hatari. Nikajiangalia kwenye kioo, nimekuwa mwekundu. Basi nikajifuta, maana niliumia mdomoni pia nikajifuta. Nikamwomba Mungu anijalie uvumilivu. Ndio kwanza ndoa ina mwaka mmoja. Sikuweza lala kesho yake mapema. Akaja kaniambia, wewe unajifanya mjanja sana, hebu leta simu yako. Nikampa, akapekua, akaona hakuna baya. Akafungua meseji zangu na Salma, na hapo akaona hakuna baya. Ila akasema, huyu Salma nasikia ndo kuahidi wako, ndo malaya mwenzio. Sasa subiria. Akapiga ile namba Salma akapokea. Akamwambia, sikiliza we malaya, sitaki mazoea na mke wangu, na yeye amesema hataki mazoea na wewe. Nikiona bado unawasiliana naye, nitawafanya kitu mbaya sana. Afu akakata simu, akabadili nguo, hapo ananuka pombe, akaondoka na simu yangu, huko mie nimevimba na umwa homa kali, na hakunifungia. Hakunifungia. Mama Debo akawa anakuja nichungulia na kunipa chakula. Yaani Rehema alifungiwa ndani. Basi Mama Debo alimpa dawa na chakula. Akasema, usio unamjibu hata aseme nini, jishushe, atakuua siku moja. Nikasema si sawa. Siku hiyo hakurudi mpaka kesho yake. Akaja hapo, pesa ya chakula siachiwi. Aliendelea hivyo hivyo, mara arudi kwa kuchelewa au harudi kabisa. Nikatumia chakula chote cha ndani, kikaisha. Maana nilikuwa napika, lakini yeye hali. Nikawa naishi kwa taabu kweli. Unakunywa maji au ugali na chumvi, unga nao ukaisha. Mimi najisalia kimya ndani. Ikawa kama Mungu kamtuma Mama Debo. Akaja siku akanipa mchele, mafuta, chumvi na mkaa na vipande vya samaki. Akasema, najua huna chakula wewe, ulinisaidia na ulinifaa mwanangu alipokuwa anaumwa kwa lote, nijulishe, usiwe kimya. Nikasema sawa, asante. Nikapika siku hizo, hakurudi mfululizo. Siku 4, apotoka kipigo kile, mwezi ushapita. Siku aliporudi alikuwa na dada Juri tena. Ilikuwa mchana. Nikastuka sana kumwona dada Juri. Akasema, usistuke, akaniwao huko nimejaa viulizo. Basi akaanza kujieleza, nimekuja jana, nimefika kwa shemeji yako huko, ndo aliyeniita, maana wewe hupatikani. Nikaona nimpigie shemu, ndo akaja nifata nije nikusalimie. Nilimwangalia yeye, akasema, mama na baba wanakusalimia sana. Nikasema asante. Mme anaingia chumbani akaniita. Nikaenda, akanipa 30,000 kama hivyo. Akasema nitafute kuku mkubwa nije nipike chakula. Nikamwambia humu ndani hakuna kitu chochote, hata chumvi wala mafuta.
Akaongeza 20,000. Nikaibajeti nikapata mchele nusu debe, unga na kakuku ka kisasa na viungo na mafuta na chini nikabaki. Nikabana basi ile narudi, nasikia Dajuri anacheka kama wamezoeana sana. Mimi nikapika zangu wakara. Juli akampigia mama simu, ongea na Rei. Mama basi tukasalimiana. Mama akasema hupatikani. Nikamwambia simu yangu ni mbovu. Hivyo mama akasema tokea majuzi dada yako amekuja, namwambia tuongea, anasema baadaye. Nikajiwazia kumbe tokea majuzi, mbona yeye akasema jana. Na mme wangu tokea majuzi halali nyumbani. Basi nikazuga tu nikamsalimia na baba. Tukakata simu. Juli akaanza sema Mbeya kuzuri na Tunduma nako. Nikasema ulienda lini Tunduma? Akasema jana jioni. Nikasema sawa, hapo ashajichanganya. Basi jioni fulani akaaga, mie naondoka. Nikamwambia lala. Akasema naenda kwa shemeji yako, au hutaki na mie niolewe? Nikamwambia natamani hata sasa hivi uolewe. Akacheka. Mme naye akasema mie naenda kwa jamaa zangu, fua nguo zile katika begi, nakuja na nililokuja nalo mie. Nikasema sawa, nikawasindikiza wakatoka na wakatokomea zao. Nikawaza sana, nikajipa jibu Juli amenianza tena, ila mwanaume vile mkatili. Nikasema hadi nipate uhakika msijaonekana wa ajabu zaidi. Nikatoa nguo zile kupekua mfukoni, nikakuta 20,000. Nikashukuru sana Mungu. Nikabana, nikakuta tiketi ya gari imeandikwa Mbeya Tunduma, tena zipo 2, Budi na Dajuri, tarehe ya juzi yake. Nilichoka nikalia, nikasema Mungu na kuachia wewe haya. Basi mme hakurudi tena wiki nzima, ndo akarudi tena usiku saa 4. Mie sikuuliza, akasema chakula. Nikamwambia samahani mme wangu, hakipo, mie nimekunywa uji. Akasema unasemaje? Nikamwambia vitu viliisha, nimepika uji na chumvi. Mme wangu alinisogelea akanipa kibao, akasema unadharau sana mbwa wewe. Wewe upo tu kuzaa huzai, kutafuta hela hujui. Sasa ungefanya umalaya ulipwe ili ulete chakula ndani, au huna soko sasa hivi? Umechoka shenzi na kuna kila siku, lakini huzai, lione vile. Nikamwambia samahani mme wangu, nimekosa. Akanisonya, akatoka akarudi baada ya muda na mfuko wa chipsi kuku. Akakaa akaanza kula peke yake, akala akamaliza. Afu akaniambia katupe nje huko. Mie nikachukua mfuko nikaenda kutupa. Hapo ashamaliza zote, hakunipa mimi hata kamoja. Yaani njaa inaniuma, lakini nikamwachia Mungu. Tukaingia chumbani kulala. Mara simu yake ikaita, akasema wewe, ole wako, nataka ufumbe hilo shomo la maneno. Nikasikia kelele, nikisikia kelele wala usipumue. Nisisikie kelele wala usipumue. Nikasema sawa. Yeye akapokea simu akasema niambie, anaendeleaje? Samahani.
Akasema anaendeleaje? Akasema samahani, nilikuwa kikazi porini, nimerudi leo, ila usijali, kesho utafurahi. Nimemisi joto lako, ujue wanawake weusi nyie watamu sana, mna joto sana, afu watamu sana sio midada meupe ya baridi kama imekufa, afu maraya sana, hata ladha hakuna. Kumbukeni mimi ni mweupe sana tu basi. Nikaumia matusi yale, mtu namvumilia na kibamia ananizalilisha hivi. Wako wakabusiana, akakata simu ghafla, akaniparamia, akanitoa chupi, akanifanya vile juju, likamaliza likakoloma. Nilikuwa zika sana wakati huu, nikatoka nje nikaoga huku nalia, maana niliona kijaa. Nikarudi kulala. Kesho yake akatoka tena hata 100. Vile nilikuwa na kale ka 20,000, nikajinunulia chipsi nikala kimya. Akarudi saa 9 usiku, akanitukana akanitukana sana. Nikawa kimya, akarara, mie kimya tu. Ikapita mwezi na vile anafanya mie sina kitu. Nikawa nimekuwa mtu wa kusaidiwa na mama Debo, au akilala ni behera mfukoni, maana anakuwa kalewa, ndio nipate ya matumizi. Najiwazia kila siku, maisha gani haya? Na baba alisema ole wangu niachike, sitakuwa na lazi naye. Siku moja akaja na kadada kadogo kembamba keusi, kako na begi. Akasema, Lei, huyu anaitwa Sabrina, ni ndugu yangu, hivyo ahudumiwe kila atakacho, maana kaja chuo, amemaliza form 4 mwaka jana. Nikasema karibu. Akampeleka begi chumbani, akamwambia njoo uone chumba chako. Kakaenda. Baada ya muda akatoka, akanipa hela, kanunue vyakula, nataka viwemo ndani. Akanipa 60,000, nikaenda kununua kila kitu, hela ikaisha. Ila nikasema afadhali wifi kaje, nitakuwa nakula, labda ugomvi utaisha. Nikapika, maisha yakaendelea. Yule Sabrina alikuwa anaamka saa 6 mchana, ananituma mimi kama mtoto, hela ya mboga anachua yeye. Mimi anafanya kunituma Sabrina sokoni nikanunue mboga au chochote anachotaka. Ananidharau mno. Siku nafua nguo za kaka yake, akatoa na zake. Nikamwambia sifui hizo nguo, hebu fua mwenyewe. Akasema tutaona kama hutafua. Sabrina akanyanyua simu, akampigia kaka yake, akasema bora niondoke, na nyanyaso sana na huyu mke wako, nimechoka mimi. Baada ya kama saa moja kupita, mume wangu alikuja, akakuta nafanya usafi. Nimemaliza kufua, nipo nafagia maji pale uwanjani. Muda akachukua ndoo, alinimwagia maji, akaanza nipiga. Alinipiga pale kwenye kibaraza, akanitoa hadi nguo, maana nilivaa dela na kitenge. Akanitoa kitenge, akanipiga, akanichania dela, nikabaki na chupi tu. Watu madilishani eti kisa na mnyanyasa Sabrina ndugu yake. Nililia sana mpaka nilivyo
simulia. Kwa kweli najisikia vibaya sana hadi machozi yananitoka. Binti Rehema anaendelea kutupa simulizi yake, jinsi maisha yake yalivyokwenda na alivyoishi kutoka Tanga hadi Mbeya, na maisha ya Mbeya yapoje kwa huyo mume wake ambaye ni Mudi Kitambi. Kumbuka hii ni Vam TV, subscribe, share, like, toa maoni yako tuwe wote mwanzo mwisho. Basi baada ya kumaliza kunipiga akasema, fua mbwa wewe, fua. Sikuwa na namna, nikachukua nguo za Sabrina na kuanza kufua. Huku napigwa nina chupi tu, nililia sana. Nilikuwa najua siku zote hadi nikamaliza nilikuwa nafua kila siku. Nikaenda ndani nikavaa dela nyingine. Hapo yeye akaondoka na Sabrina. Mama Debo akanifuata akasema, mdogo wangu, nikupe nauli uondoke uende kwenu. Maisha gani hayo unayoishi? Unadhalilika hivi, mtu kutwa unajisitiri hijabu. Lakini cha kushangaza, jamani, anakutoa nguo zako na kukufanya. Nikamwambia usijali, yana mwisho, acha nivumilie tu basi. Mama Debo alihuzunika akanisindikiza sokoni, mimi nalia tu. Njia nzima akanisaidia kununua vitu, nikarudi. Wao hawapo, maana wanamtukaga wote kwenda kunywa. Basi nikapika nikakaa kuwasubiri, wakarudi saa 8 wamelewa, hawakula. Nikaambiwa kalale kenge wewe, sisi bado tunalewa. Walikuwa na bia wakaendelea kunywa. Nikashtuka asubuhi mme hayupo. Kutoka sebuleni na kutana naye, hakusema kitu. Akaingia chumbani, akavaa nguo, akaenda kazini. Mie nikabaki natumwa na Sabrina nafua hadi chupi zake. Ukapita mwezi, ni vituko. Niko kama msichana wa kazi. Kuna siku mwanaume alikuja amekasirika tu, hakunisalimia. Akamwambia, Sabrina, jiandae twende. Sabrina akavaa visuruali vyake. Mbona wakaondoka, wakarudi wamelewa saa 7 usiku hivi. Nikafungulia mume wangu akasema, baby. Nikaitika. Akasema, msenge nini? Kwani mimi nakuita wewe? Nistuka, kumbe anamuita Sabrina. Jamani. Akasema, leo unaenda kuchukua nafasi yako unayostahili. Nishachoka kuigiza mimi, kwani namuogopa nani? Nyumba yangu nalipia kodi mwenyewe. Twende zetu. Sikuamini na waona wakaingia chumbani kwetu. Mimi nimebaki nimeduaa. Nikawafuata, nikamuuliza, Mudi, unataka kufanya nini? Huyu si mdogo wako Sabrina? Akacheka akasema, unajua nini mshamba wewe? Huyu bwana wangu na ndo ananisomesha chuo. Wewe kusoma hujui, hata picha huoni. Jamani, mwanamke mshamba wewe. Hivi Mudi ulimtoa wapi huyu mdada? Akasema, shambani huko mtaani. Alikuwa muuza machungwa barabarani. Niliumia sana maneno ya dhalahu hayo Mudi Kitambi aliyosema. Akasimama akafunga mlango na mie nikiwa ndani. Akasema, simama hapo ufundishwe mapenzi. Mbwa wewe, hujui kitu, unajitikisa tikisa tu. Utafikiri mtu anapandisha
jini. Nilisikia hasira sana, dharau zimezidi na kibamia chake. Walianza yao, mimi nawaangalia, miguu inatetemeka. Nikaegemea ukuta, wakavuana nguo. Sabrina akaanza kufanya kile ambacho alitaka. Mudi ana gugumia tu. Ana mwagia sifa kibao Sabrina wake. Anasema mwanamke mshenzi huyu. Ananisema kwa ndugu zake eti mimi na kibamia, kati wewe unanipenda. Namwambia nyonya mke wangu. Sabrina naye Sabrina yuko busy anahangaika nako. Kamesimama, mimi nikashangaa. Sikuwahi mwambia mtu yoyote udhaifu wa mume wangu. Mara Sabrina akamsukuma mume wangu, akadondoka kitandani, akamkalia, akaanza mkatekea. Mume wangu anagugumia, Sabrina analia kwa nguvu. Mimi naangalia, nalia kufanywa mjinga. Nimefua hadi chupi za mke mwenza. Wala nilikuwa silii kutiana kwa, maana anajua Sabrina anachuma tu hela. Alikuwa analia huku anacheka kwa dharau. Wakamaliza, basi mume wangu akaja kwangu. Sasa akasema, wewe umenisema kwa dada yako. Mimi sikuridhishi na nina kibamia. Una mwanaume mwenye gogo kubwa, unampenda sana Hemedi, si ndio? Nikapewa kofi, nikaanguka. Akaanza nishambulia magumu. Mie nimeziba uso wangu na akataka sio kweli, sijawahi kukusariti wala kusema. Akasema, wewe ni maraya na umesema huwezi nizalia, sikutoshelezi, na tulivyorudi likizo ulitembea na Hemedi. Maraya wewe. Ananipiga mateke. Akasema, kuanzia leo afu natokomea porini na kuua. Akatoka nje. Mie nilikulupuka, nikatoka mbio. Hapo nipo na gauni la kulalia tu na nguo ya ndani. Nikafungua geti, kumbe yeye alienda kutafuta panga. Bana, niko spidi najiokoa. Sasa yeye ni kibonge. Mie nimeshakondeana mateso. Nakimbia huyo spidi, yeye na panga nyuma. Anasema, sikutaki mbwa wewe, malaya mkubwa wewe. Mimi nakimbia, naangalia nyuma, yeye yupo mbali. Nikajikwaa mzima, nikaanguka chini. Mara Mudi anakuja na panga nyuma, na mbele yangu gari lilikuwa spidi linakuja. Kunyanyuka nashindwa, na kanyaga, mguu unauma kinoma, nashindwa kunyanyuka. Kumbe nimeteguka mguu. Sasa nipo katikati, huku gari, huku Mudi. Nikafumba macho liwalo na liwe. Kumbuka simulizi yetu inaitwa Binti Rehema. Hii ni Vam TV Online. Hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa wote mwanzo mwisho. Mwenye gari akajitahidi, gari ikaminywa breki. Vumbi lilitimka, ikasimama karibu yangu. Alafu taa zikazimwa. Akashuka mtu faster, akanipakia kwenye gari siti ya nyumba. Akaloki mlango, afu akaingia mbele, akawasha taa. Mudi naye akafika, anahema kama nguruwe
kapigwa na jua na Sabrina wake nyuma. Wakaja hadi kwenye gari. Akauliza, kaka, kuna mwanamke alikuwa anakimbia, umemwona? Yule kaka akajibu, hapana, ila nimetoka kumgonga mtu kakimbilia vichochoroni huko. Mudi akasema, mshenzi sana yule mwanamke, wacha akabakwe huko. Kaka aliniokoa, akasema, vipi kwani bro, kuna nini? Mudi akamjibu, wewe ni mwanaume mwenzangu na mimi usingekubali kufedheshwa. Yule mwanamke nimemuoa mimi mwaka juzi Tanga huko kijijini sana, na nimetoa milioni 2. Alidanganya mahali anakuja nidhalilisha, eti mimi nina kibamia wala simridhishi. Sasa huyu umemuona? Kaka kajibu, ndiyo. Akasema, huyo mtoto ni mpenzi wangu, nasomesha, nilimleta hapa akae kwangu na ananipenda na kuniridhisha pia. Mimi namridhisha. Leo nikaona niweke wazi kwa yule mwanamke. Nimemtia huyu mbele ya mke wangu, ajifunze kuheshimu wanaume, asiendelee kunichafulia, ajue kuna wanawake wenzie wananipenda sana. Ndio kakimbia. Nilitaka nimtie kilema cha maisha kwanza, ndo nimemfukuza, lakini kaniwai, bado sijamtia kilema. Kaka kajibu, da, kumbe ndo ilivyo. Poa bro, acha mimi niwahi, maana nimechoka, nataka nikapumzike. Mudi akasema, kaka, wanawake wanadharau sana. Kwanza nimetembea hadi na dada yake wa tumbo mmoja anayefatana na yule mwanamke, yeye si alijileta, yani malaya kwao wote hao. Aise, nililia sana hiyo kauli, lakini sitoi sauti, machozi yananitoka tu. Nawaza hivi, Juli kwani ananifanyia hivi? Kwa nini ananidhalilisha na kudhalilisha familia yetu? Rehema anaendelea kutupa simulizi yake. Sipati jibu. Kaka wa watu akaingia katika gari akawasha bila kusema lolote. Mudi amebaki nje tu. Aliondoa gari hadi sehemu sijui vile usiku, na nimelala kiti cha nyuma. Tukaingia getini, kuna mtu alifungua, nikasikia anasema, pole na safari bro. Mkaka kajibu, asante. Basi akapaki gari akaniambia, shuka, mie nashindwa, mguu umekaza, unauma hatari. Akanibeba hadi ndani. Hapo nimechafuka na vumbi, gauni jeupe limekuwa chafu. Akaniingiza katika chumba kimoja hapo, na shangaa nyumba ni nzuri. Ndani iko chumba kina kitanda na kabati la ukutani, kuna kiti pia na kimeza. Akanikalisha kwenye kiti hapo, nikamtazama vizuri. Alikuwa mkaka sio mkubwa sana, miaka kama 30, 31, 32. Ni mkaka mweusi kiasi, mrefu, amenyoa vizuri, ana sura ya upole sana. Akaniuliza, wapi panauma? Nikamuonesha, akashika, akaunyosha mguu, akasema kanyaga. Nikakanyaga, bado unauma. Akaninyosha tena, akasema kanyaga. Nikaweza. Hapo naona aibu nilivyo mchafu, nywele tim. Akasema kaoge kwanza dada, afu tuongee. Akanionyesha bafu ndani ya hiko chumba. Nikaingia na shangaa, mabomba mengi, kufungua siwezi, najivulia wapi.
Nalijulia wapi hilo bo? Nikamuita nikamwambia, kaka samahani, siwezi kufungua. Basi akanielekeza maji ya moto na maji ya baridi. Basi nikaoga, nikakuta taulo, mafuta na traki. Nikajua tu ni zake. Nikavaa, akanigongea tayari. Nikasema ndio. Akasema njoo. Nikaenda, tukakaa sebuleni. Akaniangalia sana, hapo nimeoga, nimependeza. Angalau sebule yake nzuri sana, chini marumaru nzuri, katikati kapeti la nyoya na kimeza cha kioo. Kidogo kidogo TV kubwa flati ukutani, sofa za leather nzuri, mapazia ya gharama, yani pazia zuri sana kwa nafasi yake. Sijazoea mie Tanga bushi kwetu, kwa yule mudi vitu vya kawaida sana. Yule kaka kaniambia, usiwe na wasiwasi, mimi naitwa Emmanuel. Wewe unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Rehema. Akasema wewe kwenu wapi? Nikamwambia kwetu Tanga Muheza. Akasema imekuwaje nimekukuta mazingira yale? Nikafikiria huyu kaka amenisaidia, inabidi nimwambie ukweli tu, maana kwa kwenda sina. Nikaanza kumpa story toka kwa Hemedi na Jori mpaka kulazimishwa kuolewa na Budi, mpaka alivyonikuta akasema, da, pole sana, mimi sikuwa na mpango wa kuja kule, ila tulitoka site na jamaa, maana mimi ni engineer. Sasa jamaa yangu akaniomba nimpeleke mitaa ile ndo kwake. Nisingekukuta mimi ingekuwaje sijui. Nikasema sijui kaka, ningekuwa nimekufa sasa. Akasema kwa hiyo unataka kurudi nyumbani Tanga au niko? Nikamwambia hapana, baba ataniua nikirudi. Akasema kwa hiyo unafikiria nini ufanye? Nikasema naomba nisaidie nipate kazi yote hata ya ndani, nikusanye mtaji nije najitegemea. Akasema da, ni ngumu, mimi huwa niko busy sana. Nikapiga magoti nikamsogelea, nikamwambia sina msaada kaka yangu, Mbeya sipajui, maana nilikuwa nakaa ndani tu na sokoni, basi sina rafiki yote yule. Basi bwana alinipiga marufuku kuongea na watu. Nisaidie kaka, naomba niwe msichana wako wa kazi kaka, nitapika na usafi wote pia. Kupika nikipata mtaji nitajipangia. Ema akasema kweli unaweza? Nikasema ndio, kazi zote naweza. Akasema nyanyuka basi. Nikanyanyuka. Akasema unataka nikulipe shilingi ngapi? Nikamwambia utakachopenda wewe. Akasema sawa, basi utalala kile chumba hapo. Usafi alikuwa kuna dada anakuja kwa wiki mara 2, nitamstopisha. Pia kuna dogo ananisaidia bustani, anakuja kila siku, na nilikuwa nikisafiri yeye ndo namuomba anilindie nyumba, anaitwa Sere, ndio aliyefungua geti. Nikasema sawa. Akasema nilikuwa sipikagi mimi, hata vyombo vipo vichache, itabidi kesho uende na Sere ukanunue mahitaji yote ya ndani yanayohitajika, vyombo. Sawa. Nikasema sawa. Kaka kaniuliza una miaka mingapi? Nikamwambia na miaka 20. Akasema uliolewa ukiwa na miaka mingapi? Nikamwambia 17 nikielekea 18. Akasema uliwahi ishwa sana mbona? Nikasema ndio hivyo. Akasema njaa haiumi? Nikasema hapana. Basi akasema njoo nikuoneshe nyumba. Akaonesha nyumba ina vyumba 4 vya kulala, sebule, jiko, store na dining room.
Akasema njoo, kuna parking. Nikasema sawa. Basi akaniambia kalale, akanipa na blanketi zito, nikalala vizuri. Japo wakati natafuta usingizi niliwaza sana hatima yangu na ni nini nimfanye Juhuri. Basi kukakucha, niliamka mapema nikafanya usafi wa nguvu. Yeye alivyoamka akanipa shilingi 1,000,000, yaani kuiona nusu nizimie. Akasema hapo nimekupa na advance ya mshahara wako, tafuta nguo zako za kuvaa, pia nunua kila kitu kinachohitajika jikoni na vyakula pia uweke kwenye friji. Usisahau jamani, asali, mikate na maziwa ya kopo na Blue Band, pia soseji. Napenda sana matunda, pia blender ya juisi. Nikajibu sawa. Akasema tungeenda wote ila mimi nawahi kazini. Sele atakupeleka na gari, funguo hiyo hapo. Akanipa, akaondoka nje. Kuna magari mawili, moja ipo nyuma wazi, ina double cabin. Ndio Sele akanipeleka nayo Sido, maana yeye aliishi Sai. Kumbe wakazi wa Mbeya mnapajua vizuri bila shaka. Nilipelekwa Mwanjelo Sido, nikanunua nguo. Mimi napenda sana nguo za kujisitiri. Hivyo nilinunua magauni marefu na mitandio. Nilishazoea Uislamu na niliupenda sana, japo nilimfuata Mudi. Kipindi hicho nilikuwa nimeolewa. Nilikuwa nikiswali napata amani. Madela pia na viatu pia. Begi nikanunua, kanga na vitenge pia. Mafuta ya kupaka na urembo kidogo, maana napenda sana. Nikaenda kwenye vyombo nikanunua kila kitu na vyakula na mboga, samaki aina mbalimbali, nyama, ng'ombe, kuku. Sikusahau mbuzi ya kukunia, nazi, yani kibao, viungo mbalimbali pia nilinunua haswa. Tukapikia, tukaanza kurudi, hata tukapitika. My God. Viungo mbalimbali yani nilinunua haswa. Tukapakia, tukaanza kurudi njiani. Sele ananiuliza, Ima nani yako? Nikamwambia kwa nini, vipi? Akasema maana wewe mtoto mzuri sana, sijui una mahusiano naye gani? Nikacheka tu. Akauliza kwenu mna ndugu Mwarabu? Nikasema ndio, babu yangu mza mama ni Mwarabu. Akasema ndio maana uko na rangi hiyo jamani, mzuri mno kama malaika. Nikacheka sana. Sele alinitania njia nzima hadi tukafika. Nikapanga kila kitu, nikaingia jikoni, nikakaanga samaki, nilinunua kikangio, nikanunua nazi yangu, nikaunga chuzi zito nazi, nikapika wali, nikaweka hiriki na tui la nazi. Hapo jioni Ima akaja, akala, akasifia sana chakula changu, akanipa simu smart Samsung nzuri. Akasema alikuwa anatumia yeye, lakini na mie natakiwa niwe hewani sababu mawasiliano hakudai chenji, ili wabaki kama 70,000. Nikawa nampa, akasema tunza hiyo ya matumizi madogo madogo. Maisha yakaanza. Basi nikawa naishi pale, nafanya kazi zote, napika, nafua, yani house girl kabisa. Usafi ndio usiseme. Naheshimu na mheshimu Ima mno. Anafurahi kaka Ima, maana nyumba inakuwa safi, chakula kuanzia asubuhi na mchana alikuwa anakuja kula nyumbani. Pia usiku alikuwa anakula. Zikaenda siku nyingi,
Mwezi ukaisha, nikanenepa, nikazidi kung'aa. Siku moja Ima alikuwepo nyumbani. Mara mdada mmoja akaja akamuuliza, Ima, huyo nani? Akimaanisha mimi. Ima akasema, ndugu yangu huyo. Yule dada akasema, sikuwahi jua kwenu kuna mashombe shombe. Ima akajibu, ndo umejua sasa hivi. Yule dada akacheka akaniambia, unaitwa nani? Nikasema naitwa Lei. Akasema, ni wifi. Mimi ni wifi yako. Nikajibu, sawa, nafurahi kukufahamu. Akamuuliza Ima, ametokea wapi? Ima akamjibu, Tanga. Akasema sawa. Yule dada akaniagiza kinywaji, nikamletea, maana alitaka bia. Na pia kwa nje kwenye bustani kulijengwa kisehemu cha mduara. Huko kuna friji kubwa na shelfu la vinywaji mbalimbali vya kilevi. Na sasa kuna boksi moja la pen na sori. Alizoea sana kaka Ima kunywa jioni, na mie akiwa hayupo nikawa najaribu mdogo mdogo pia kupunguza stress. Ima naye akaagiza kinywaji nikaleta, wakaendelea kuongea, ila dada alikuwa muongeaji sana, tofauti na kaka Ima. Anaeleza sana shida na kuomba hera. Mimi nilikuwa bize na msosi, nikawapikia chakula cha mchana wakala. Mdada alikuwa anaitwa Vanessa, akasifia sana msosi. Siku ile yule dada hakuondoka, akalala pale pale. Ndipo nikagundua ni mpenzi wa Ima kweli. Siku moja niliuliza kwa mtu mtandaoni hatua za talaka. Akaniambia, kwa hiyo kuna siku nilimwomba kaka Ima ruhusa niende kufuatilia hiyo. Akanipa 50,000 nauli, nikafika BAKWATA kama nilivyoelekezwa. Nikajieleza, wakampigia simu Mudi, wakampanga siku. Wakati narudi nikapita kwa mama Debo. Nilijua yule bwana hayupo, yupo kazini muda ule. Basi akafurahi kuniona, akaniambia, umenenepa, umependeza sana, uko wapi siku hizi? Nikamwambia niko Tunduma, nauza duka, nimepata kazi. Nikadanganya, kama dada yangu msaliti mtu baki je? Akasema huku karudia maisha yake, kila siku wanawake wapya. Nikasema si alioa yule Sabrina? Akasema wapi, alimpiga akamfukuza, maana Sabrina alikuwa analeta wakaka hapa wanamla, na siku anaondoka akamwambia, mtu una kiboo kama mtoto, unaleta wivu. Kwanza mkeo alikuvumilia sana. Mmeo akamkimbiza, afu akaanza kuuza vitu vya ndani, friji, kauza na vyombo vingi tu. Nyumba imebaki wazi kama msikiti. Nikamwambia shauri yake apambane, sijui nguo zangu ilikuwaje. Akasema mbona alitupa begi usiku ule ule, asubuhi tunaamka tunakuta begi tupu, wajanja washapita. Nikamwambia mshenzi sana Mudi. Nikaongea kwa muda fulani, nikaaga, nikachukua boda nikaondoka. Ikafika siku tulokubaliana, nikaenda nikamkuta pale, akanitusi mbele ya BAKWATA. Yaani BAKWATA kuwa mimi mhuni. Haikuwa ngumu sana talaka yangu, japo alikuwa anakataa eti arudishiwe mahali, maana sizai naye. Mie nikaeleza ya dada Juli, tena nilikuwa na rekodi kila kitu. Mwishoni akanipa na sikuchukua hata kitu chake afidie. Mahali mie nikaondoka zangu, kufika nje akasema, huyo anaikupa kiburi nitamjua tu. Nikamwambia sawa. Nikapanda zangu boda nikasepa. Kaka alivyorudi jioni
Nikamwambia tayari nina taraka. Akasema hongera sana, hebu nipe tuone taraka yenyewe. Nikaenda chukua, nikamuonesha, akasema sasa uko huru. Nikacheka, nikamwambia ndio, tumemaliza kuongea. Akaja Vanessa, wakaingia chumbani, maana nasikia mabishano. Mara Vanessa akabeba begi lake, anatoka anatukana. Sasa kaka Ima sio mwongeaji, yupo kimya tu. Naona begi lililokuwepo chumbani. Akaondoka, akawa kimya tu, na sikumuuliza. Baada ya siku kadha, kaka akaniambia nataka nifanye party leo, huwa nafanyia bustani. Nikamwambia kwa hiyo nipike nini na nini? Akasema huwa tunachoma mbuzi na kuku na ndizi wenyewe, maana wanakuja washikaji tu, huwezi pika peke yako. Nikasema sawa. Akasema wewe utakuwa unaangalia vinywaji tu, hutopika. Pia nitapenda uwepo pale kama mgeni na wewe uenjoy. Nikamwambia sawa kaka. Akasema sawa. Akaitaja siku, ikafika. Akatoka yeye pia, kuna rafiki yake mmoja anaitwa Godi, aliwahi kufika. Wakaenda fata mbuzi na kuku na vinywaji vya kila aina. Akaniletea na nguo, akasema vaa hiyo leo, usivae magauni yako hayo leo, kuwa mgeni. Nikacheka. Godi akauliza hivi, jamani, ulisema huyu ni ndugu yako? Ima akamjibu ndio. Akasema sikuwahi kujua kama kwenu kuna Waarabu, maana huyu ni nusu Mwarabu nishazoea kwenu weusi ti jamani. Mwanangu, lakini Lei katoka wapi? Tukacheka. Akauliza eti Lei niambie. Nikajibu ndio kaka yangu Godi, babu yangu mza mama ni Mwarabu. Akasema ila mzuri sana wewe Lei, ngoja tutaongea vizuri Lei. Ima akacheka tu, na mie nikaenda kuoga. Nikavaa ile gauni kwanza, inanibana, pili fupi, iko juu ya magoti. Kidogo sijazoea mie, nimezoea kujisitiri. Nikavaa na kitenge kwa nje. Ima akaona sitoki, maana nafika, rafiki zake washafika wengi. Akaja nifata, akauliza wewe vipi, mbona hautoki? Mimi nikamwambia kaka, hili gauni mimi sina ujasiri nalo, fupi mno, siwezi. Ima akasema acha ushamba Lei, hebu chungulia uone wenzio waliovaa. Akafungua dirisha, nikaona wadada walikuja na vimeni kama kwenye TV. Yadi. Gauni langu refu. Nikasema sawa, naja. Akasema usiniangushe bana. Nikamuuliza wifi Vanessa mbona hajafika? Akasema achana naye yule kisilani. Basi nikajikwatua, nikabana nywele zangu, maana zilikuwa ndefu, nikabana kimtindo. Na hilo gauni kiatu kirefu aliniletea, ila viatu nilizoea huyo. Nikatoka, watu karibia wote wananiangalia. Nikasema wananishangaa nguo hii lazima. Nikawa nataka hata kuanguka. Kaka Ima akanifuata, akaniambia, akawaambia watu, huyu ni ndugu yangu jamani, anaitwa Lei, ni mdogo wangu. Basi tukanisalimia, nikapewa sahani ya nyama, nikawa nakula. Godi akanifuata akasema umependeza sana kuliko wadada wote hapa, na huko nyuma mtoto we, mbona umejaliwa, umefungasha sana, lote hilo lako. Nikacheka kwa aibu. Akanitania we, hadi nikaona
nimezoea na mie nikaangalia kaka Ima, nikaona hani oni, nikamimina pensori, maana si nimezoea, nikawa na kunywa huku napiga story na Godi. Akasema unamuogopa sana Ima kunywa kuwa huru bana. Ima mtu poa sana. Afu nakupenda mie, nikuoe basi Lei. Wewe jamani, eti mama nikuoe Lei. Oka nipambie nyumba yangu na weusi huu nami ningarishe. Nikacheka sana. Akasema ila usimwambie Ima mimi nipo serious Lei, nakupenda. Nikacheka tu kaka Ima, japo yeye alikuwa bize na wageni. Ila nikagundua kaka Ima ananiangalia sana, maana nikigeuka ghafla nagongana naye macho. Sele akanifuata akaniambia tukachukue keki ndani, kumbe ililetwa. Tukaenda, kaka Ima akaniita akasema unaenda wapi? Nikamwambia kufuata keki. Akasema sawa, nenda. Nikatembea nikageuka, bado kaka Ima ananiangalia huku anakunywa. Basi Sere ndani akaanza kuniambia hivi, Lei, ujue mimi nakupenda sana, lakini najua wewe sio type yangu. Nikasema kwa nini? Akasema wewe bosi anakupenda sana. Nikamwambia acha ujinga, wewe ujue mimi sipendi, na yule ana mpenzi wake na tunaheshimiana. Akasema wewe mjinga ujue. Hivi sema mshahara kakupa shingapi wewe hii miezi miwili ulokaa hapa? Nikafikiria ni kweli kanipa hela nyingi tu. Akasema umeona anavyokuangalia sasa, bosi anakutamani kabisa, macho yake yanasema kabisa mimi nakuona na Godi, ila yeye macho yote kwako. Nikacheka tu. Akasema upo hapa kama mama mwenye nyumba, sio msichana wa kazi. Ujiulizi kwa nini anarudi kula mchana, asubuhi na jioni. Nikamwambia Sele ananichukulia kama mdogo wake, jifunze kutofautisha basi. Akasema ujinga unao mwingi Lei mno. Nikacheka. Tukapeleka keki tukala, maana hakukuwa na sherehe yote special ila tu kuenjoy na rafiki zake. Mida ya saa 7 usiku watu wote wakawa wameondoka, tukabaki mimi na kaka Ima na Sele naye akaondoka. Tukanywa wote tumelewa. Sasa tukaingia ndani. Kaka Ima akaniita akasema leo umependeza sana, napenda uvae hivyo. Nikasema asante. Akasema sio kwamba upendezagi ukijisitiri, unapendeza sana, lakini vazi la leo limeonyesha jinsi ulivyoumbika Lei. Nikacheka tu, mara nikavutwa na kuanza busiwa matata. Kumbukeni ni muda sijakutana na damu inayochemka, damu changa zaidi ya kibamia na mtambi wake Modi. Vinyweleo vilinisimama, nilisisimuka sana, pombe yote ikakata. Nikajibu mapigo. Tukaenda hadi chumbani kwa Ima, tumegandana. Akanitoa nguo nikamtoa zake, kucheki gogo. Sasa nikahamaki kwanza, Ima ana gogo bana we, sio kimti. Nikakamata gogo na kuweka katika mdomo bara, na sikuwahi nyonya kooni toka nizaliwe, maana si nilifundishwa wakati nafundwa. Mie Ima anaenjoy tu na nilifanya kwa hamu. Tukapanda kitandani, shughuli yake basi vile. Nina ukame, ilikuwa sio ya nchi hii, na mtoto nilikuwa
mbano mnato haswa, maana sijajenduana na kitu kama gogo kubwa muda mrefu zaidi ya kupapaswa kwa juu na kibamia. Ukiachana na pombe jamani, mechi ilikuwa konki ya kibabe bara. Nilimuonesha ufundi niliofundwa naye. Pia alinionyesha ufundi nikanyanduliwa haswa. Nilikuwa kama nimepagawa, kama nimetoka jera, kugeuzana, kubinuana kila upande. Mauno sasa segelea kama lote. Sasa nayamwaga mtoto wa kitanga na shanga zangu mbili zilizopo kiunoni. Baada ya mtanange mzito tukapitiwa usingizi. Asubuhi nimeamka sasa kujicheke, niko mtupu kitandani kwa bosi kaka. Nikamcheki yeye kalala fofofo. Nikakumbuka matukio ya usiku, nikaamka kwa kunyata. Nawaza sasa itakuwaje sasa? Najiapiza pombe siji kunywa tena. Huku nasema ila nimeenjoy, nimetolewa ukame. Ila Ima anajua kumiliki mwanamke bana. Sijui kwa nini Vanessa analukaluka. Hapo tena nikajiwazia, hivi nini nimefanya na huyu ana mtu wake? Lakini nikasema nitamuheshimu kama zamani tu, ila asante kwa kunitoa hamu zangu zote. Kaka nikambusu mdomoni, nikaokota nguo zangu, nikaenda chumbani. Ile nafunga mlango wa chumba, nasikia mlango wa kuingilia ndani tokea nje unafunguliwa. Nikajua sele, lakini nikawaza ina maana hatukufunga mlango. Nikaingia chumbani, nikachukua kitenge, nikatoka ghafla uso kwa uso na Vanessa. Anafoka, mbona nyumba chafu? Nasikia jana ulikuwa na malaya wa Ima, utanikoma? Mimi namwangalia tu, akaniuliza, je, nini kilitokea? Nikumbuke hii ni Vam TV. Usiache kutoa maoni yako kuhusu hii simulizi ya binti Rehema. Na hiki ni kipande cha pili, kumbuka. Bado tunakwenda nalo, tuone. Basi akasema, Lei, jana malaya gani alilala na Ima? Akaniuliza hilo swali, lakini lilinikwaza. Nikamwambia, mimi nitajuaje sasa? Kwani namchunga kaka Ima? Mimi Akasema, kwa nini hakukuwa na pati hapa na wewe huna macho? Hukuona? Nikamwambia, mimi naangalia mambo yangu, siangalii ya watu, na simchungulii kaka Ima. Akasema, ujue Ima ana umalaya na kiburi alichoanza sasa hivi. Najua ana mwanamke tu, huyo mwanamke nikimkamata ama zangu ama zake. Na Ima mimi kwangu hafurukuti huyo mwanamke, atatiwa tu na kucha. Mimi nikakeleka, nikacheka, lakini nikamwambia, bado kaka Karara kaangalie kalala na nani huko chumbani kwake. Mimi nikaingia zangu chumbani, nikaoga huko na waza mapenzi tuliopeana na Ima. Nikasema sijui akiamka itakuwaje, sijui atanitizamaje jamani. Lakini nikajipa moyo, nikikumbuka na vitisho vya Vanessa, nikajisemea nitajuta mimi, sijui nilianzaje hizi nyege hizi. Nikiwa naoga nikasikia kelele, Vanessa anatukana. Nikatoka nikavaa nguo zangu, dela langu, nasikia tu mizozano chumbani kwao. Mimi nikafanya zangu safi ndani kote, maana nje Sele anafanya. Nikapika mchemsho wa kuku, maana Ima anapenda sana hapo
Bado Vanessa anatukana tu. Akasema niambie ulilala na nani? Na kuuliza wewe. Alikuwa ni mtu na mtu Ima, nataka kujua. Ima akatoka akakaa sebuleni, yupo kimya. Vanessa akamfuata, anasema napekua humu nasikia harufu ya perfume ya kike kwenye mablanketi. Na unywele wa kike. Najua ukikuwa na demu Ima unanyania, nijibu unatania. Nijibu nitakinukisha. Unanijua mimi kweli? Mimi na perfume mpya inanuka vizuri sana. Nikasema kitanuka huku leo. Na Ima yupo sebuleni. Kakatu kawasha na TV. Nikaenda nikamwambia, kaka shikamoo. Akashtuka kwanza kuniona. Akasema marhaba. Umeamkaje leo? Nikamwambia poa. Nikamwambia mchemsho upo tayari mezani. Akasema sawa. Akasema sawa. Nikamwambia ndio. Akasema nina njaa hatari. Akaenda dining. Vanessa alirudi chumbani. Analapu tu chumbani. Sijui anapekua nini. Ima anakula zake. Mara Vanessa akatoka na chupi mkononi. We malaya, hii chupi ya nani? Anamwambia Ima, mimi niko dining. Nampa juisi kaka. Nikastuka maana ni chupi yangu. Nilisahau wakati natoka chumbani. Vanessa akasema nilijua uko na malaya. Si unaona? Na wewe lei si nilikuuliza? Wewe ukajifanya ujui, kumbe malaya wanaingia wanalala tu humu ndani kama danguro. Rehema anasema mimi natetemeka. Anamuuliza Ima, chupi ya nani hii? Ima akaniangalia afu akanyanyuka akachukua funguo ya gari. Akamwambia Sele, fungua geti. Basi Sele akafungua geti. Vanessa anakimbia. Utanitambua malaya wewe. Nenda na utarudi hapa. Utanikuta na kusubiria. Ima, umenisahau nafikiri Subiria. Akarudi ndani. Akaanza, wele mdada gani? Nauliza alikuja hapa. Nikamwambia sijui, mimi sikumuona jamani, niliwahi kulala. Niliwaacha watu wengi kwenye party. Akasema watakuwa malaya tu maana chupi enyewe bei rahisi. Shenzi yani. Ningemkuta huyu mdada, ningempiga hadi asahau alikotoka. Akaingia chumbani. Namsikia anaongea na simu. Huyu msenge ana mwanamke. Hela hataki kunipa. Kazi umalaya tu. Atanitambua. Ndio maana nilikwambia siwezi muacha D. Mimi maana yule ndo kivuli changu, sio huyu. Sio huyu ndo ndocha da. Maneno yale yaliniuma sana. Nikasema mbona Ima mpole sana jamani. Wanawake wengi tumetoka kuteswa na ndoa. Wengine wanatesa wanaume hata kama kakosea, lakini kumbe Vanessa ana mtu mwingine.
anamuita Ima Ndondocha. Basi jioni Ima akarudi, akaingia chumbani, akamkuta Vanessa, naona wakaanza majibizano tena. Ima akamfukuza chumbani. Vanessa akatoka nje akasema siondoki hadi kieleweke. Akaja chumbani kwangu akasema eti kaka yako kakasirika, umalaya afanye yeye, alafu anikasirikie mie. Lo, si maajabu haya. Mimi nikawa kimya tu. Sasa mi nimelala hivi, Godi akapiga simu. Vanessa akaona mimi, nikapokea, nikaongea na nikaongea naye muda mrefu tu na Godi, maana ananitaka na anachekesha hivyo, nikawa nacheka tu. Nilipokata Vanessa akaniambia, "Wele, unatoka na Godi?" Nikamwambia hapana, ni rafiki tu. Akasema usilazi damu, Godi ana hela sana kuliko hata Ima, yaani ni mtulivu sana. Godi pia anahonga, yaani mimi angelitaka nisingechelewa, maana kukununulia gari sio shida kwake, akikupenda. Nikamwambia mimi napenda mtu sio pesa, mtu hata akiwa masikini, ili mradi anipende na kunijali tu. Akasema wewe jiangalie na uzuri huo, shepu guu rangi ya mtume, afu unataka uishi na maskini? Eti mapenzi, kuna mapenzi bongo kweli? Wanaume wote washenzi tu. Angalia pochi wewe, kwa uarabu wako unatakiwa uwe unatembelea kwenye kiyoyozi. Changamka hapa mjini hapa, na Godi ana hela chafu, mbwa haluki. Nikacheka tu huku nikiwaza kuwa huyu mdangaji, huyu mdada wala hampendi Ima. Tukalala na Vanessa. Kesho yake nikawahi kufanya usafi. Ima alikuwa na nguo chafu. Basi nikafua, nikaandaa chai. Vanessa kalala, maana ilikuwa Jumamosi. Ima kaamka akakuta naandaa mezani chakula, akanifuata, akanisogelea sana kiasi nikaanza kuhema kwa shida. Akaniambia, umeamkaje? Nikajibu salama, shikamoo. Akasema marhaba. Akanisogelea hadi kifuani, vikawa vimegusana. Nikamwambia, kaka, Vanessa hakuondoka jana, hivyo yupo. Ima akasema yuko wapi? Nikamwambia chumbani kwangu, kalala. Ima akasema anakunywa chai faster, natoka, sitaki kumuona. Akakaa akaanza kunywa chai, mara Godi akaja, wakanywa wote chai. Godi kasifia mno chakula. Mimi nikawaga naenda Sido kununua vitu, vimeisha. Godi akasema twende wote nikupeleke. Mara Ima naye akasema mimi ndo nilikuwa nampeleka Godi. Godi akasema tulia bana, mbona kama wivu, hautaki mimi nioe mdogo wako, niwe shemeji yako? Mimi mshikaji wangu, nipe nafasi basi niwe naye, mtoto mzuri huyo. Mara Vanessa akaja akaanza kujiliza, anamsimulia Godi kuhusu chupi. Mie kimya. Godi akamuuliza, Ima vipi bro?
chepuka. Ima akamjibu, mimi sijaoa bana, sasa nachepukaje? Vanessa akataka kumpiga kibao. Godi akadaka akasema, mwanamke hutakiwi kumpiga mwanaume bana. Vanessa, unaferi sana wewe. Mbona? Akamwambia Godi, mbona wewe unampenda Lei na kumheshimu, ila Ima hayupo hivyo. Jana nimekusikia unaongea na Lei kwa upendo na Lei anakupenda pia jamani, lakini Ima sijui ukoje. Hanijali, hayupo kama wewe. Kwa nini? Ima kusikia hivyo akastuka sana, hadi Godi akamshangaa. Akamuuliza, vipi jamaa yangu? Akasema, nimepata maumivu kifuani. Akamwambia, kajilaze basi. Ima akaenda jilaza kwenye sofa. Godi akamwambia, Vanessa, usitumie ukali, kaa ongea na mwenzako taratibu. Ngoja tuache sie tukawaacha tukaondoka hadi Sido. Nikanunua vyakula mboga. Nikaenda kwenye nguo, maana nilitaka na mie sasa niingie mjini, nivae mjini. Nikachagua nguo suruali za jinsi za kutosha, gauni za kubana, visketi na top kali. Nikachagua nyingi sana. Basi nimemaliza, nikapigiwa hesabu. Nikashangaa, Godi analipa. Nikamwambia Godi, hapana, pesa ninayo. Akasema, usijali, najua hujakubali, lakini nimekununulia kama rafiki yako. Pia akasema, naomba uchague viatu na urembo, pia perfume, maana wanauza hapa pia. Nikachagua pea za kutosha, vya juu na vya chini, na vilaba pia, na viatu vya kufunika, sandals na vindala, heleni na cheni, perfume nzuri. Basi kuna nguo akanichagulia yeye, nilivyopima nilipendeza, akaongeza, nikawa na mzigo wa maana. Tukarudi nyumbani, tukashusha vitu. Vanessa hakuwepo, mie nikaingia jikoni kupika. Godi na Ima sebuleni, lakini nawasikia Ima analalamika, mie huyo demu kanichosha kelele na kila siku anataka hela. Aise, Godi, nimemwambia ukweli kuwa simtaki. Leo kasepa zake. Godi akasema, lakini nyie ni wa hivyo mtayamaliza. Ima akasema, sio sasa hivi bro, nimechoka, hisia naye hata sina, ana kelele mno. Godi akasema, hivi ni kweli jana ulikuwa na manzi bro? Ima akasita kujibu. Godi akasema, naelewa bro. Vanessa gubu sana, mbabe na mkorofi sana, sijui analiingia mwilio jumba ule. Wakacheka, mimi nikawakaribisha chakula wakala. Godi akasema, kesho naomba watu toke na Lei bro, nikachili naye mahali. Ima akasema, poa, na mie nitatoka maana nina stresi sana. Wakakubaliana. Godi aliongea sana usiku huo hadi mimi nikaenda kulala. Yupo kesho yake baada ya kazi. Ima akaniita akasema, Lei, unampenda Godi? Nikastuka hilo swali, nikaulizwa, unasemaje? Akauliza tena, unampenda Godi? Nikamwambia, kama binadamu mwenzangu ndio. Akasema, yeye anakupenda kimapenzi. Sasa nikamwambia, mimi sipo tayari kuingia katika mapenzi kwa sasa. Ema akasema, sawa, vizuri, lakini hujajibu swali. Kabla sijajibu, Godi naye yupo akawa anaingia. Mimi nikaenda jiandaa, nikavaa gauni fulani matata fupi hivi, nikachili na kuachia nywele na kiatu kirefu, nimejiremba, nikatoka. Wote wakabaki midomo wazi. Godi akanishika mkono akasema,
umependeza sana Lei. Da, nitatamba mimi na weusi huo. Mtoto mweupe umependeza. Dunia nzima hakuna kama wewe. Uwi, Godi mimi, Mungu anipe nini? Lei, nikubalie mama nikuoe kesho asubuhi jamani. Mwanamke mzuri, umewaka kama taa. Godi mimi nalaha mie. Uwi, nilicheka sana. Nikamwambia unakuza bana, hebu twende. Muda huo Ima yupo kimya tu. Tukapanda gari, mimi na Godi, Ima na gari yake. Hadi mahali Ima akasema ninywe siti ana, nikawa na kunywa. Tunaongea kawaida tu, maana tupo watatu. Tukala pale pale hadi usiku. Mimi sasa nimelewa sasa. Ima ananikataza kunywa tena. Sasa Godi muda mwingi mara anifute mara nini. Nikaona Ima kama anakeleka hivi. Godi alivyoenda chooni, Ima akaniambia, kwa nini unajiachia sana na Godi akati umesema hutaki kuingia katika mahusiano sasa hivi? Anauliza huku kakasirika sana. Nikamwambia samani. Godi naye akawa narudi. Mimi nikasema nimechoka, nataka kurudi nyumbani. Sasa Godi alikuwa anasubiri mwenzie wana kazi wanafanya hivyo. Ima akasema na mimi nimechoka, ngoja nimpeleke huyu basi. Godi akakubali. Tukamwacha Godi pale, tukaondoka hadi nyumbani. Nilipoingia ndani, Ima akanishika mkono, maana nilikuwa naelekea chumbani kwangu. Akanivutia kwake. Nikaenda mzima. Akaniambia, Lei, kwa nini huelewi hisia zangu kwako? Nikamwambia, hisia gani? Akasema, mimi nakupenda sana na nakuhitaji sana uwe na mimi maishani. Nikamwambia, Vanessa je, unamweka wapi? Akasema, ningekuwa namtaka ningekuwa naye sasa hivi. Akanikisi, nikapagawa. Mimi akasema, hupendi nikukisi hivi? Hupendi tufanye mapenzi kama siku ile? Unajua kiasi gani ulinichanganya? Yani Lei, unajua sana mapenzi, afu wewe mtamu sana. Nikubalie please. Nikamwambia, kaka Ima. Akasema, niite Ima please. Afu unavyokuwa karibu na Godi unaniumiza sana Lei. Anavyokushika naumia. Nakupenda Lei. Mimi sikuongea kitu zaidi, nikakumbuka kufunga mlango na funguo. Tukaenda naye chumbani kwa Ima. Kama kawaida ni mwendo wa midamaguro wa maana. Mwanzo mwisho akaniahidi hawezi rudiana na Vanessa. Anataka mimi na yeye tuwe wapenzi. Nikamwambia, Godi je? Akasema, Godi atajua tu muda ukifika. Mimi nikamwambia tufanye siri kwanza. Akasema sawa. Tukaenda raundi nyingi sana. Wakati wa mapumziko akauliza, unanipenda Lei? Nikamwambia ndio. Akasema, unanipenda kama binadamu au? Nikamwambia, nakupenda kama binadamu ndio, lakini pia zaidi, ndo maana niko na wewe kitandani sasa hivi. Tukaendelea kunyanduana. Yakini kitu na boksi. Mechi yetu ilikuwa kali mpaka kila mtu akawa hoi na usingizi. Tukashtuka na simu ya Ima ikiita kucheki ni Vanessa. Akawa anamwambia, baby nipo nje, fungua. Ima akamwambia, siwezi, nilishakwambia mimi na wewe basi, siwezi tena. Ima akakata simu. Akanikumbatia, akaanza kunipapasa
Alishtuka liamsha dude, kumbe kapita yupo dirishani. Akasikia mimi nalia na Ima ananiuliza kama na enjoy. Najibu sana baby. Sijawahi ona kupenda baby. Naongea misifa kibao. Mara tukasikia dirisha pa, show ikaishia hapo. Kioo kimevunjwa cha dirisha na ni aluminium. Mara kioo cha pili, mara cha tatu. Nikamwambia Ima, nenda kaangalie. Ima akasema nikienda mimi nitamuua, nina hasira naye, mwache avunje tu. Basi akavunja vyoo nyumba nzima, huku anatukana bala, anatia ndio mbwa wewe, unatia kibao unatia kabisa na kusikia. Fungua mlango nije nigombane na huyo malaya wako. Fungua, la sivyo navunja mlango, malaya wewe. Tunasikia mlango unagongwa na mawe. Sijui je, alifanikiwa kuingia ndani na nini kilitokea? Na kama aliingia ndani anakuta hakuna mwanamke zaidi yangu na Ima, tutafanyaje? Simulizi ni binti Rehema. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe. Tukutane kipande cha 3. Hii ni Vam TV Online. Hakikisha una like na kutoa maoni yako kuhusu Ima, kuhusu Modi, kuhusu Vanessa, kuhusu Godi. Wote hawa ni wahusika katika hii simulizi. Na kuhusu Julie, vipi? Julie da mtu anayeharibu mambo kwa mdogo wake. Unalipi la kumwambia na unalipi la kutoa maoni? Asante, langu Mr. King Vam. Tukutane wakati mwingine. Mungu akubariki. Usisahau kushare na marafiki zako.